نعم شيخ، Vipi, تفضل niko شيخ. sawa hapo? sawa sawa شيخ. Ya تفضل. inshallah khair. Kwa hivyo tunaweza kuanza sasa hivi eh? ايه. Inshallah khairi. Ewa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين بعد. معاشر الإخوة والإخوات والأخوات، تحية طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu Islam, tunaendelea na jawabu yetu kwa bwana wa Kiwahabi ambaye kwamba amekuja kuwashtumu ahli alhaqi wal istiqama bighairi hujjatin wala dalilin wala burhan, akiendelea kubeba mizigo yake na majukumu yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa hakutangaza toba yake, kwa sababu kumtuhumu muislamu mwenzako ni dhambi bila hoja. Na unapozungumza masala yoyote ile ambayo kwamba inamtia mtu kasoro, inatakiwa kwanza uwe na hakika inachosemwa, umeyasoma mambo kutoka katika vitabu vyao, si kusoma mambo kutoka kwa maadui zao wenye kuwapiga vita na kuwapinga. Na mambo mengi yanatakiwa, cha muhimu kwanza uifahamu hoja, na kama unaipinga uipinge kiilmu, ijulikane. Bwana hilo hakulifanya. Mimi nakuja kumjibu klipu hii aliyotoa pointi moja moja na kwa urefu, yani sasa kufanya haraka, kwa sababu mimi huwa napenda watu wafahamu maudhui, wafahamu hoja za kila upande, huyu anasema nini na ategemea nini, na kama mimi ninakipinga anachokisema ni kwa sababu gani, halafu watu wenyewe walinganishe, na kama ninakiunga mkono ni kwa sababu gani. Si kwamba nitakwenda nikurupuke tu kama huyu bwana alivyokurupuka kwamba cha muhimu madhehebu yake inasema na yeye anasema. Kwa hivyo bado tupo katika masala ya masahaba, kwa sababu hii ndio ngoma yao kubwa, ndio propaganda yao kubwa. Maibadhi wanatukana masahaba, we maibadhi hivi we, katika mambo mengi ambayo kwamba hawayajui maskini za Mungu hawa, ambao yamo katika vitabu vyao wenyewe mengi sana kuhusu masahaba. Na kama nilivyokuambieni kwamba ibadhi hatukani sahaba wala ibadhi hatukani mtu yoyote. Anafahamu vizuri ibadhi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema kwamba sibabu lmuslim fusuq wa qitaluhu kufr, muislamu kumtukana ni ufasik na kumpiga vita ni ukafiri. Kwa hivyo hilo sio tunalifahamu na tunalitendea kazi, lakini haina maana, ndo kama alivyosema mmoja wa mashehe wetu kwamba haya mambo ama yanyamazwe kimya au yazungumzwe kwa uadilifu. Ndio tunavyosema sisi, ama yanyamazwe kwa sababu kwa kweli hayana faida kwetu, yani hayana faida yoyote. Abubakar kafanya aliyofanya, akipata pepo ni yake, mimi siipati pepo yake, na wewe vile vile. Na mambo yameshapita, yani tilka ummatun qad khalat, ni umma huu umeshapita huo, laha ma kasabatu lakum ma kasabtum. Kwa hivyo tulitakiwa tu haya mambo tuache, tuangalie, tutibu ndwele yetu. Tuna ndwele yetu, si unajua maana ndwele? Ugonjwa. Tuna ugonjwa wetu katika umma huu, katika zama hizi. Tulitakiwa sisi tuhangaike kutibu ndwele yetu wenyewe, tusishughulike na mambo ya tarehe ya kihistoria mengi yaliyopita yaliyojaa fitna. Lakini kama nilivyokuambia, ni mkiyafufua, mkiyasema, na sisi tutasema vile vile. Kwa hivyo tunasema kwa sababu mnasema. Kwa hivyo tunaendelea masala ya masahaba. Tumenukuu huko nyuma aya moja ya Qur'ani yenye kusema ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, enyi mlioamini akikujieni fasik na habari, basi kwanza hakikisheni. Na tukasema kwamba wanavyuoni wamethibitisha kwamba hadithi hii aya hii imemteremkia
Al-Walid bin Uqba alikuwa ni sahaba, kwa sababu ambazo tumezieleza huko nyuma, sitaki kurejea tena. Na mtakumbuka kwa wale wasomi kwamba maulama wa usulul fiqh na tafsiri, wa elimu ya tafsiri, wanakubaliana kwamba man nazalat alayhi aya dakhala fiha qawlan wahidan, mtu ambaye kwamba aya imemteremkia, basi aya hiyo inakuwa inamhusu kauli moja ya maulama wote, kwamba yeye ndio ni mhusu. Alkhilaf hal yadkhulu fiha ghairu, je, asiyekuwa yeye ataingia katika ile aya sababu ya kuteremka? Na kauli ya jumhuri ni kwamba alibra biumumi lafdhi la bikhususi asbab, na kauli ambayo inafuatwa na jumhuri ya wanavyuoni wa umma yenye kukubalika, kauli yenye kukubalika ni kwamba chenye kuzingatiwa ni ujumla wa matamshi, si kwamba sababu tu ya yule ilimteremkia anakuwa anazingatiwa peke yake. Yani hii aya imesema kwamba akikujeni fasik na bai, imemteremkia nani? Imemteremkia fulani, kwa hivyo yeye inamhusu 100%, hakuna mushkila. Je, mwingine anaingia naye vile vile? Ikiwa lafdhi inamhusu ataingia, kwamba kila mkimwona fasik anakuja na habari, kwanza hakikisheni wanaingia watu, kila ambaye kwamba ni fasik. Ama huyu yeye ni fasik kwa habari kutoka mbinguni na ni sahaba. Kwa hivyo hilo tumeeleza. Hal kadhalika tukanukuu hadithi moja ya Mtume sallam ya mtu ambaye kwamba ameiba ngawira, na Mtume sallam akasema nimemwona pepo katika moto. Leo nataka kidogo hadithi, niendelee maudhui hii kwa aya moja na hadithi moja. Ingawa hii aya ya leo mimi nazungumzia kwamba kitu kipo tu katika uwanja wa ilmu, kwamba wapo waliosema, lakini haina nguvu kama hile, kwa sababu ni aya ambayo kwamba wengine wanaweza kuiletea tawili hii, wengine wakaleta tawili hii, lakini kipo inasemwa na kimetukia na ipo katika suratu An-Nur. Tunasoma hichi kisa cha kuzuliwa uongo bibi Aisha, inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasab min al-ithmi walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim, kwamba Mwenyezi Mungu anasema wale ambao kama walitoa uongo walikuwa kikundi minkum, katika nyinyi. Katika nyinyi ni masahaba, katika Waislamu, yani Uislamu wakati huo masahaba wanateremkia haya, mefahamiana eh? Kwa hivyo wako wanavyuoni ambao kama wameona kwamba masahaba hatuwezi kusema kwamba wote ni waadilifu kwa sababu ya aya hii, na ingawa bwana mkubwa aliyokuwa katawala habari hii ya kusema uongo huu alikuwa ni mnafiki maarufu, Ubay bin Ka'b, lakini ukisoma tafsiri za wanavyuoni wengi, hata ukisoma Ibn Kathir, ni kwamba Waislamu pia walikubali habari yake na wakaanza kuipakaza, kuisema, kuitamka na wao, mpaka Mwenyezi Mungu akateremsha aya kutoka katika mbingu akaleta hapa kuja kumtakasa bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwamba hayo yaliyosemwa yote ni uzushi, kazuli wa uongo. Mukhtasar ni kwamba wako waliochukua aya hii kuonesha kwamba hatuwezi kudai kwamba kila sahaba, kwa sababu waliotuhumiwa ni watu wengine mashuhuri, ingawa je imethibiti haikuthibiti tena akwali. Yani waliotuhumiwa kwamba alikuwemo nao katika kupa habari hii, kama mtu kama Hassan bin Thabit, wengine nasema hapana, haikuthibiti Hassan bin Thabit. Mwingine sijui mke wa Talha, mwingine nani, mwingine, almuradi kumthibitisha mtu kwamba ni fulani kunaweza kukawa na mzozo, lakini bila shaka yote aya imesema, imeonyesha kwamba ni katika Waislamu, kwa sababu usbatun minkum ni wazi kwamba walikuwa ni katika wale masahaba wenyewe ambao kwamba walimtuhumu bibi Aisha. Kwa hivyo huwezi kumtuhumu bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, na ambaye kama katakaswa na Mwenyezi Mungu mwenyewe baadaye kuja kuonesha kwamba si kweli aliyofanyiwa, halafu yule mtu alimtuhumu akasema kwamba yule mtu moja kwa moja kama ni mwadilifu. Taban
itakuwa umetubia, si kwamba hawakutubia, lakini hiyo tayari ni kauli ipo kwa kutegemea aya hii. Sasa tuje katika hadithi nyingine, kama nilivyokuambia ni aya, mimi sikuipa nguvu sana kwa upande wangu, kwa sababu inaweza ikafasirika hivi na hivi na hivi, ukawa je, riwaya hii imethibiti haikuthibiti? Aya hii ni tofauti na ile ambayo kwamba iko katika suratu Al-Hujurat. Katika hadithi nyingine Mtume SAW sallam ambayo kwamba kaipokea Muslim na wengine na wengine na Bukhari na nani, wako wengi wamepokea hadithi hii. Usisahau lile tukio la mtu aliyejiua, nani? Sahaba anapigana vita. Kuna hadithi hiyo ya Sahl bin Saad as-Sa'idi yenye kusema kwamba anna Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam iltaqa huwa wal mushrikun فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. Kulikuwa vita hivi baina mtume na masahaba kwa upande mmoja na washirikina na grupu yao kwa upande mwingine, na mkoa katika jeshi la mtume kuna mtu katika masahaba wale ambao kwamba yeye anapigana na vita hatari yani, akimwona hata mtu mmoja kenda yuko peke yake anafuata aenda kumaliza. Masahaba akasema faqalu ma ajzaa minna alyawm ma ajzaa minna alyawm ahadun kama ajzaa fulani, leo bwana hakuna mtu atufanyia wema aliokuwa tulipa wema kama fulani, yani yule ambaye kwamba anapigana vita vikali kabisa na nini, anafuata huyu, hamwachi mtu, yeye anamaliza maliza tu. Mtume akamwambia vipi? Faqala Rasulullah sallam ama innahu min ahli nnari, ehe, zindukeni bwana we, huyo mtu wa motoni, huyo ni mtu wa motoni. Masahaba kwa sababu kuna riwaya nyingine zinasema kwamba masahaba leo mpaka alianza kuingia shaka tena, yani ikiwa huyu mtu wa motoni, sasa sisi tutakuwa wapi? Yani kazi anayoifanya tushinda sisi na kupigana. Na hakuwa mushrikina huyu, katika washirikina hakuwa katika washirikina, alikuwa Muislamu. Sahaba anaamini Uislamu kila kitu, lakini mtume asema katika motoni. Nani sahaba? Faqala rajulun min alqaumi, kwa hivyo mmoja katika masahaba akasema vipi? Akasema ana usahibu au sahibu abadan, mimi nitakuwa na kwenda naye huko kila anapokwenda na mvinjari na mtazama tazama. Qala fakharaja ma'ahu, basi akatoka pamoja naye. Kullama waqafa waqafa ma'ahu wa idha asra asra ma'ahu, ikawa kila pahala akisimama naye asimama, akienda akikimbilia naye anakimbilia, anakwenda. Almuradi, sitaki kusoma hadithi yote kwa sababu hadithi ni refu. Ikafika wakati yule bwana akajeruhiwa. Baada ya kujeruhiwa, yule mpiganaji mkali yule kujeruhiwa, akakaa kwa jeraha linampata tabu. Usiku akachukua upanga akajimaliza kwa upanga wake mwenyewe, akajiua. Yule bwana alikuwa akimfuatafuata karibu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ashhadu annaka rasulullah, mimi nashuhudia kwamba wewe kweli mtume wa Mwenyezi Mungu. Vipi? Ndio akamwambia kama yule mtu anasema kwamba atakufa min ahli nar, yule mtu amejiua mwenyewe, ni sahaba anapigana kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu, lakini hatima yake imekuwa hivyo. Na mnajua nyinyi kama Mtume sallallahu alayhi wasallam kasema kwamba innamal a'malu bikhawatimiha, chenye kuzingatiwa ni matendo ya mwisho ya mtu, chenye kuzingatiwa ni matendo ya mwisho ya mtu. Usisahau kwamba pointi yangu, nataka kumweleza huyu bwana madai yao kwamba masahaba wote ni waadilifu. Masahaba wote si waadilifu, si kwa Mwenyezi Mungu wala katika ilmu yetu. Kwa Mwenyezi Mungu anatupa habari mtume peke yake, au Mwenyezi Mungu katika Qur'ani. Sisi na hatujui ilmu ya Mwenyezi Mungu. Kwetu sisi ni matendo yao wenyewe yanavyotudhihirikia. Kwa hivyo katika elimu ya Mwenyezi Mungu ndio hii ambayo nimekusomea moja hapa. Hadithi ya mtume ni mambo ya Mwenyezi Mungu, anatupa habari za Mwenyezi Mungu. Mtume anajua mambo
anapewa baadhi ya mambo ya ghaibu, si yote. Hajui kwa elimu yake, lakini Mwenyezi Mungu anamfungulia baadhi ya ghaibu. Ndio kama kujua mtu wa motoni, kujua mtu wa peponi ni ghaibu. Sisi hatuwezi kujua, lakini mtume anapata wahi na anajulishwa. Kwa hivyo mtume akasema hivyo kuhusu huyu sahaba. Vipi utaendelea kudai au mtaendelea kudai kwamba masahaba wote ni waadilifu? Na matendo yake kama ilivyokuwa, tukija katika matendo yanayotudhihirikia sisi ndio mengi hapo. Matendo yanayotudhihirikia sisi ni mengi ambayo wamefanya, waliofanya Muawiya na waliofuata baadaye, na wengine na Amr bin As waliofanya ni mengi. Tukitaka kufungua mlango huo tena itabidi tufanye muhadhara mwaka mzima, hatuhitaji huko. Sasa baada ya hayo, nafikiri pointi yangu hiyo kwanza imefahamika. Pointi hiyo tayari ishafahamika kwamba si kweli ule msingi ambao kaujenga, kwa sababu yeye kawatuhumu maibadhi kwa kwamba kuna baadhi ya masahaba anawasema ni kweli, yani wako baadhi ya masahaba ibadhi hawakubaliani nao na wana sababu zao. Kwa hivyo wewe ukiwa mwadilifu kweli na kunataka haki, mtu bahthi hafanyi namna hiyo, wala hawaambii watu namna hiyo maneno. Hebu kaa soma vitu vya kiibadhi ufahamu, halafu sema maibadhi hawakubaliani na fulani na fulani, sababu zao ni moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, ndio sababu zao. Usome kabisa kama zilivyo, na hoja zao katika Qur'ani moja mbili, hoja zao katika hadithi moja mbili, hoja zao usome, halafu useme mimi sikubaliani nao kwa sababu hoja hii jawabu yake moja, au hoja hii namna hivi. Hapo utakuwa umetumia maneno maana, lakini ukae uropoke tu, maibadhi wanatukana masahaba. Kwanza ibadhi hatukani sahaba, wako masahaba hawakubaliani nao na ni wachache sana, takriban ni wachache sana. Yani ibadhi hawasemi kama wanavyosema Shia, wala hawasemi kama wanavyosema nyinyi. Na nilikuwa tayari nimeanza jawabu za kumjibu na Kishia, nilikuwa nifike maudhui hii ya masahaba, lakini huyu bwana wa Kiwahabi kafanya haraka. Maibadhi hawasemi kama wanavyosema Shia, au baadhi yao aghlabia kwa masahaba wote ni wamertadi au ni wanafiki, isipokuwa wale ambao wakubaliana na Ali bin Abi Talib, ambao katika baadhi ya vitabu vyao ni wanne tu basi. Masahaba wenyewe ni wanne tu. Hili ni tofauti na Qur'an inavyoonyesha, tofauti na hadithi zinavyoonyesha. Hal kadhalika itikadi yenu nyinyi kwamba masahaba wote ni waadilifu ni kinyume na Qur'an vile vile, na ni kinyume na sunna hizi hadithi ninazosoma vile vile, na ni kinyume na masahaba wenyewe walivyojielewa. Hawakudaipo hivyo kwamba wote ni waadilifu. Tunajua, yani tuna itikadi sisi katika ibadhi, tunasema wazi kwamba masahaba ni bora wao kushinda waislamu wengine wote baada ya mitume. Yani mitume wanakuja masahaba, hilo hakuna shaka yani, lakini hatusemi kwamba kila sahaba yuko hivyo. Umefahamiana? Kwa sababu mtu hahukumiwi kwa sababu ya jina lake, kwa sababu ya cheo chake, kwa sababu ya nasaba yake, kwa sababu ya kabila yake, kwa sababu kana mtume tu. Lazima kwanza ipatikane mambo maalum, ipatikane. Yakipatikana ndio ule ubora tayari unapatikana, na Qur'ani yenyewe imeonyesha. Hakuna haja ya nini kwamba masahaba ni bora zaidi kushinda sisi. Hiyo Qur'ani imeonyesha, tutakuja huko inshallah. Qur'ani imeonyesha, hakuna wasiwasi katika hilo, kwamba masahaba ni bora kushinda sisi, kushinda maimamu, kushinda wote, yani baada ya mitume ni masahaba. Lakini tunachokipinga sisi kusema masahaba wote ni waadilifu. Na kwa hivyo mtu akitokea kumsema sahaba fulani akawa yeye tayari ameshafanya jarima kubwa, ameshakufuru, ameshakuwa ni katika khawariji, ni katika nani, anatazama alichokisema, ana ushahidi gani katika Qur'ani, ushahidi gani katika Sunna, ushahidi gani katika mambo ambayo yamekubalika katika history, yapo ya kweli yamekubalika, sio ya kuunda unda. Yote yanatazamwa hayo. Sasa tunakwenda katika pointi ya pili. Pointi ya pili ni kwamba maibadhi wanasema vibaya masahaba, wanatukana masahaba au baadhi ya masahaba. Je, wasiokuwa ibadhi? Je, wasiokuwa ibadhi wanasema nini? Na kusomea hadithi kwanza hii katika al-Imam Muslim na wengine wengi, na
Ahmed Ahmed Shakir, nafikiri Ahmed Shakir katika taarikati zake katika hadithi pia, kwa sababu kaipokea Imam Ahmed, lakini katika Imam Ahmed mwanzo wa hadithi kumetolewa haipo, ambapo kwamba ndo hapo nataka kusomeni, kajamusha moja kwa moja huko, lakini Ahmed Shakir kasema kwamba sanadi yake ni sahihi, haina mushkila wote. Hadithi hii Muawiya bin Abi Sufyani ambaye kwamba wewe unamwamini na ndiko katika imamu wako wakubwa, anatoa amri kwamba Imamu Ali atukanwe. Je, ulikaa hapo wewe bwana wa Kiwahabi katika mimbari yako ukamlani au ukamsema vibaya Muawiya kwamba kwa nini Muawiya anatoa amri ya kutukanwa Imamu Ali? Jambo lilo lisemapo, kama kweli wewe ni mwadilifu unataka haki, au munapima bidhaa moja kwa mezani mbili? Yani hal kinachozingatiwa ni kitendo au kinachozingatiwa ni mtendaji? Hal anayezingatiwa ni kauli au inayozingatiwa ni aliyesema? Sasa hapo ndipo mlipofeli. Mtaposikia Qur'ani inahimiza uadilifu, uadilifu ni mzito bwana, si kila mtu anauweza uadilifu, si kila mtu anauweza. Na mitihani mmepata, mmefeli kwa sababu Mwenyezi Mungu akupeni mitihani katika hatua kubwa. Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha, Zubair, watu wakubwa kabisa juu katika umma yani, lakini Mungu akupimeni, vipi mtahukumu kwa uadilifu? Mmeshindwa, mkaweza kuhukumu kwa uadilifu. Hapo ndipo mlipofeli. Kwa hivyo si kitu rahisi yani, kadhani kwamba kila mtu atakuwa mwadilifu. Ah, na tunaposema hivyo hatusemi sisi katika ibadhi, kwanza tofauti tunavyosema nyewe kwamba hawa ni makafiri, hawa ni mushirikina, hawa ni watakwenda motoni. Kwanza kwenda motoni si kazi yetu, lazima aseme Mwenyezi Mungu, lazima aseme Mtume. Jambo la kwanza hilo, tumefahamiana eh? Na ukafiri tutakuja kuzungumzia, maanake mada ya ukafiri nataka peke yake, maanake husoma watu hawa katika vitabu vya kiibadhi kwamba fulani amekufuru, fulani kakufuru, Ali bin Abi Talib nani kakufuru. Hawafahamu wao mustalaha za kiibadhi zikoje. Lazima ufahamu kila madhehebu wana mustalaha zao. Halafu katika sharia ya Kiislamu neno kufuru limekuja kwa maana mbili kubwa. Sasa kwa nini wewe uipeleke katika maana moja ambayo sio watu waliokusudia? Tutakuzungumza baadaye hili. Hapo hatutaki kwenda sasa hivi. Kwa hivyo Muawiya anasema hivi na kunukulia hadithi. No, Saad napunguza kidogo. Anasema an Amir bin Saad, an Amir bin Saad an Abi bin Abi Waqqas. An Amir bin Saad bin Abi Waqqas. An abihi, yani kutoka kwa nani huyo? Saad bin Abi Waqqas mwenyewe. Anasema qala amara Muawiya ibn Abi Sufyan Sa'dan faqala, Muawiya akamwamrisha Sufyan, akamwamrisha Saad bin Abi Waqqas, akasema, kamwamrisha vipi? Ma mana'aka an tasubba aba turab, ni kitu gani wewe kinakuzuia usimtukane Ali bin Abi Talib? Abu Turab na Imam Ali lakabu yake Abu Turab. Kwa hivyo wewe ni kwa nini usimtukane Ali bin Abi Talib? Kitu gani kinakuzuia? Haya, mbona husemi kwamba huyu Muawiya anaamrisha tukanwe Ali bin Abi Talib? Hadithi iko katika Muslim hiyo, haimo katika kitabu cha Imam Rabii cha Kiibadhi, iko katika Sahih Muslim na wengineo. Sitaki kusoma hadithi yote, ni refu kwa sababu sitaki kutoka nje ya maudhui. Kwa hivyo hao hisabu moja huyo wenye kuamrisha kutokana na Imam Ali. Si hivyo tu, hayo yalifanyika kimatendo, yalifanyika kimatendo kwa sababu labda kuna watu hawafahamu, wanasikia kuna ahlu sunna wal jamaa, wanadhania wao, na Ibn Taymiyyah kaitaja katika nini, katika manhaji sunna, inshallah manhaji sunna, labda nikifika pahali nitakusomeeni kitu yaliyo. Asili ya kuitwa ahlu sunna bwana, si kwamba tunafuata sunna za Mtume, tufahamu, ilikuwa ni sunna ambayo kwamba yani yuladu fiha saghir wa yamutu alaiha alkabir, kwamba wamtukane Imamu Ali siku ya Ijumaa katika membar akilaaniwa, na nitakusomea baadhi ya maandiko ya Ibn Taymiyyah hapa.
uone, ilikuwa analaaniwa katika mimbar, wakafanya kama ndio sunna yao. Kwa hivyo wakafanya vile wakaita ahlus sunna, mpaka alipofika Umar bin Abdul Aziz. Tena kuna watu jambo hili hawalifahamu. Ukisoma vitabu vya kisuni utaona kwamba walikwenda makhawarij, wakaenda wakamshauri makhawarij wenyewe. Bwana, walikuwa ni maibadhi. Katika vitu vyetu vya kibadhi umetaja kwa majina fulani na fulani na fulani, ndio waliokwenda kumpa masharti ya kwanza kwamba aondoe suna hiyo ya kumtukana Imamu Ali katika mimbar. Hayo tunaambia hivyo kwa baadhi ya tukana masahaba, au yeye ndio adui wa Imamu Ali. Wao wanaona Imamu Ali kakosea katika tukio maalumu, kwamba hili Ali kakosea, lakini Ali unakubali mtu wa dini sana, mtu mwema sana, fatawa zake katika madhehebu ya kibali zimo, riwaya zake zimo, riwaya za Uthman bin Affan zimo pia. Uthman bin Affan alikuwa mtu wa dini sana, tunakubali sisi, lakini yalitokea matukio katika miaka 6 ya utawala wake, na yamo katika vitabu vya Kisuni, hakuandika ibadhi. Haona kwamba yote yamo katika, yani kufupi, ibadhi hakuandika history. Ibadhi hakuandika historia isipokuwa yenye kumhusu mwenyewe tu yeye. History inayotumika katika umma wameandika Masuni. Ibadhi atachambua na baadaye atakupa hukumu yake kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu. Basi tumefahamiana eh? Kwa hivyo tarehe tunaandika sisi yetu wenyewe tu basi, lakini tarehe yenye kusoma mzima imeandikwa na takriban kitabu cha msingi ni Tabari, ndio kitabu cha msingi cha tarehe katika matarehe za umma, ndio kitabu mama, kama vile ambavyo kama kitabu tafsiri ya msingi ni pia ni Tabari vile vile. Kwa hivyo hivyo ndivyo anavyosema nani, Muawiya. Haya, tuje katika wengine. Ibn Taymiyyah bwana ana maneno mengi sana, lakini kwanza nami nimekuambia hapa kwamba walikuwa wakitukana hawa katika member wakitukana kidogo, si kwamba aliishia kwa nani tu, kwa hiyo kidogo hapa kuna kitabu bwana. Hii Minhaji Sunna ya Ibn Taymiyyah naisoma. Hii kitabu kina chapa nyingi kwa kweli. Mimi chapa ndio kwa nayo hii ni juzuu ya 3 ukurasa wa 3, na juzuu ya 3 na 4 iko pamoja, ndio chapa ndio kwa nayo mimi. Hichi kitabu Ibn Taymiyyah kakiandika kumjibu shekhi wa Kishia, asema mambo mengi sana, kazungumza kama unavyojua Ibn Taymiyyah akizungumza heshi. Kwa hivyo anasema hapa maneno haya kukuthibitishia kwamba hawa wakimtukana Imamu Ali au wakimtukana masahaba, kwa nini mlihusisha jambo hili na ibadhi? Ni jambo limetendwa na watu wengi katika umma yani. Hasa huu si madhehebu huu na upendeleo na dhulma. Mkisema kitu bwana, semeni kwa uadilifu. Hapa anasema maneno haya, anakunukulia, anasema naam, naam, anamjibu shekhi wake nini, asema faman i'taqada fi bashar الإلهية أو اعتقد بعد محمد نبيا أو أنه لم يكن نبيا بل كان علي هو النبي دونه وإنما غلط جبريل، فهذه المقالات ونحوها مما تظهر كفر أهلها liman ya'rifu al-islam adna ma'rifa. Anamwambia bwana Kishia kwamba kwamba wale watu ambao kwamba mtu anaitakidi kwamba kuna mtu fulani ni nabii, au akaitakidi kwamba Ali ndo nabii, Ali bin Abi Talib, kwamba Mtume sallam hakuwa nabii bali alikuwa ni Ali, lakini Jibril alikosea, ule wahyi ulitakiwa ndio kwa Ali, akakosea ende akaupeleka kwa Muhammad. Basi asema haya ni makalati aqwali hizi ambazo kama nadhihirisha ukafiri wa yule mwenye kusema maneno haya ni kafiri. Kwa mtu atakayejua Uislamu kidogo anajua kwamba huu ni ukafiri. Alafu anasema hivi, bikhilafi man yukaffiru aliyan wa yal'anuhu min alkhawarij, tofauti na yule kwamba anasema kwamba Ali ni kafiri na anamlani katika makhawarij.
mimman qatalahu wa la'anahu, na miongoni mwa wale ambao kwamba walimpiga vita Ali bin Abi Talib kati makhariji, yani wale ambao walimpiga vita nani sasa hivi? Muawiya na grupu yake. ممن قتله ولعنه من أصحاب معاوية وبني مروان، katika wafuasi wa Muawiya na Bani Marwan. Kwa hivyo hawa wote walimlani na kumpiga vita Imam Ali, lakini hawa mwasemi. Sasa uadilifu uko wapi? Nakwambia nyinyi sote wanasema nyinyi hamzungumzii maudhui, nyinyi mnazungumzia madhehebu. Mmefahamiana? Nyinyi mmepo huko Afrika Mashariki kulingania madhehebu. Kuna madhehebu ya Kiwahabi ya Muhammad bin Wahabi Safah Muwaji. Huyu bwana kamsifu sana Sheikh Muhammad bin Wahabi. Ngoja nitakusomea maneno yake uone mambo aliyofanya. Kwanza Sheikh gani? Albani anasema hajui hata hadithi hajui. Albani Sheikh wenu anasema kwamba huyu Wahabi hajui hadithi kabisa. Si mtu hadithi afahamu chochote. Wala hajui fiqh na fiqh. Si maneno yangu, maneno Albani wenu. Na si hivyo tu, kaua watu na akachukua ngawira za Waislamu, na hakuna kitu kama hicho. Yani mtu hata Muislamu katika madhehebu zote, hata ikibidi kwamba auliwe, mali yake ni haramu, kama alivyofanya Imam Ali mwenyewe katika vita vya Jamal. Hakuchukua mali ya mtu, hata pamoja na kwamba wale amebaki wakabidi wauliwe. Kwa hivyo hao ni wengine, Muawiya na grupu yake wakimtukana Imam Ali. Tunakusubirini au tunakusubiri wewe bwana wa Kiwahabi pia utangaze vile vile kwamba Muawiya ni mbaya sana na wafuasi wake wako ni wabaya kwa sababu wakimtukana Ali bin Abi Talib. Bwana wako Ibn Taymiyyah akasema maneno mengi kuhusu Imam Ali na miongoni tena na mengi, nitakutafutia baada mengine wasema, tukataja mambo mengi sana kataja, na katika aliyosema anasema mimma yukadhibu wama yubayinu kadhba hadha alhadith, anaikadhibisha hadithi ambayo kwamba ni mutawatir. Kwanza Ibn Taymiyyah wenu, maulama wengi wamesema kwamba hadithi ni mutawatir, hadithi taqtuluka alfi'a albaghiya. Mtume sallam anamwambia Ammar bin Yasir kwamba wewe utauliwa na kundi la waasi, rebellious group, litakuua wewe, na akauliwa na kundi cha Muawiya. Hadithi hii si kwamba ni sahihi tu, maulama wamesema hadithi mutawatir hii hadithi, na mwenye kukataa hadithi mutawatir ni kama mwenye kukataa Qur'ani. Ibn Taymiyyah yeye kwake haina muhimu hilo, cha muhimu mtetee Muawiya. Anasema kwamba, sikiza maneno yake sasa kuhusu nani? Imam Ali anasema annahu law kana harbu Ali harban li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wallahi harbu rasulillahi sallallahu wallahu ta'ala, na Mwenyezi Mungu mtukufu. Yani lau kama vita vya Imam Ali vilikuwa ni kwa ajili ya mtume, lau Imam Ali alipigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wallahu Ta'ala qad takaffala bi nasri rasulihi kama fi qawlihi ta'ala inna lansuru walladhina amanu fi alhayati ad-dunya yawm al-qiyamah wa yawma yaqulu ashhad, وكما في قوله تعالى ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. يعني لو kama ana maneno mengi anamalizia katika sehemu nyingine kwamba lau ilikuwa vita Imam Ali kapigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume, basi angelishinda, lakini kashindwa. Na akatoa mfano kwamba walipigana makhawarij aliwashinda kwa sababu walipigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini kapigana Muawiya kashindwa. Kwa hivyo hakupigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, walipigana kwa nini? Sehemu kadhaa kitabu chake hicho anasema kwamba akapigana riasa, kwa ajili ya nini? Urais. Na kwa hivyo Ibn Hajar al-Asqalani, al-Hafidh Ibn Hajar katika Durar al-Kamina hii hapa anasema maneno haya na kufungulia kidogo na kusomea. Anamtaja hapa katika tarjama Ibn Taymiyyah, kasema mengi, alafu akasema haya wa minhum man yasibu ila al-nifaqi, na wako baadhi ya maulama wanasema kwamba Ibn Taymiyyah ni mnafiki. Ibn Taymiyyah ni mnafiki, wanasema wengine.
Kwa nini? Liqaulihi fi Ali ma taqaddam, kwa sababu ya kauli yake aliyosema kuhusu Imam Ali ambayo imetangulia kwa nyuma. Waliqaulihi innahu kana makhdhulan, kwamba anasema Ibn Taymiyyah kwamba huyu Ali alikuwa Mungu amwacha mkono, not supported by God, not supported by Allah. Ibn Taymiyyah anasema kwamba Imam Ali hakuungwa mkono na Mwenyezi Mungu, aliachiwa mkono na Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Anasema eh, wala haithu ma tawajjaha wa haithu ma tawajjaha, naam, mahdhuran haithu ma tawajjaha, alikuwa kaashwa mkono Mwenyezi Mungu popote anapokwenda, yani hafanikiwi Imam Ali anapokwenda, Mungu amwacha mkono. Anasema Ibn Taymiyyah maneno yake hayo, na mnukuu Ibn Hajar katika hichi kitabu Ad-Durr al-Kamina, anasema naam, hawala al-khilafa miraran falam yanalha wa innama qatala lirriyasa. Nani huyo Ibn Taymiyyah? Anamsema nani? Imam Ali. Qatala lirriyasa la lidiyana, ولقوله أنه كان يحب الرئاسة وأن عثمان كان يحب المال، ولقوله أبو بكر أسلم شيخا يدري ما يقول، وعلي أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه على قول إلى آخر ما قال. Anasema kwamba Imam Ali kaachwa mkono Mwenyezi Mungu popote anapokwenda, na amejaribu mara nyingi kutafuta ukhalifa, lakini hakupata. Anapigania ukhalifa, na yeye akapigana kwa ajili ya rais, si kwa ajili ya dini. Na hal kadhalika akasema vipi kwamba yeye Imam Ali alikuwa anapenda urais na Uthman anapenda mali na hakadha. Masahaba anawasema hao. Lakini hatukusikini yenye mawahabi, hatukusikini mkimsema Ibn Taymiyyah kwamba yeye anatukana masahaba. Sasa ndio mimi kuuliza kote, wana kwamba nyinyi mnazungumzia maudhui, nyinyi mnazungumzia madhehebu, kwamba mna madhehebu yenu ya hiyo Hanbali ndio tumo huko, mtaka muieneze, na hata wenyewe hamujui. Mimi na kuhakikishia wengi hamujui, kwa sababu wengi hamjasoma sababu vitabu vya Kiwahabi, vingi hamjasoma. Si wote tabani, wengine wanajua, lakini wengi hawajui madhehebu ya Kiwahabi. Basi watu tu ni watu ambao kwamba na hamasa, watu ambao wanapenda ushindani, si kwamba wanapenda dini. Ndivyo walivyo, wako namna hiyo. Kwa hivyo bwana wangu babu wa Tanga, sijui yule, madai kwanza kama masahaba wote ni waadilifu, si kweli. Kuwahusisha maibadhi kama wanatokana na masahaba, si kweli. Kwanza ibadhi hatokana sahaba, hakubaliani na baadhi ya masahaba. Ikiwa vile kutokubaliana wewe kwa ni matusi, basi sawa, lakini ujue kwamba kuna wengine pia ambao kama wamesema na mabaya zaidi kwa kuhusu masahaba, amesema vile vile, na wewe unawakubali na unawapokea na usemi kitu kuhusu hao. Sasa leo napenda niishi hapa, tukijaliwa heri uzima, napenda tuonane baada ya kumalizika sikukuu. Tuacheni kwanza, kesho ni siku ya Arafa, tunafunga Arafa wa heri uzima, na kesho kutwa ni sikukuu, na baada ya pilika sikukuu nataka kusomeni yaliyomo aliyofanya bahthi shekhe wangu hili bwana, shekhe wangu al-Bahatha Sheikh Khalfan bin Suleiman At-Twani. Wale wasomi, tafuteni kitabu hichi na kuonesheni kitabu hichi, tafuteni. Mwenyewe kakiita Nihayatu Tadlis fi Maqtali al-Khalifati Dhin-Nurayn. Mwisho hamna tena, mwisho ndio hapo komeni katika kufanya ghishi yenu. Na hapa ni mwisho wa ghishi sasa. Hichi kitabu kuhusu mauaji ya khalifa, nitakuja kusomeni humu, si maneno yake, lakini yeye anatia sharehe tu. Kila kitu kimesemwa na maimamu mnaokutegemea nyinyi, si maimamu tu kuanzia masahaba. Je, walisema nini kuhusu Uthman bin Affan? Mfahamiana nitakuja kusomeni humu, lakini kwa sasa hivi naona tu time imeshakuwa kubwa, na halikadhalika tena hapa tumekabiliwa na Arafa, mfunga Arafa, na tumekabiliwa na sikukuu. Kwa hivyo inshallah tabaraka taala hizi zitaendelea kujimjibu huyu bwana mpaka afahamu.
Si hapa tu, tukitoka hapa tutakuwa na masala mengi tunayo ambayo kwamba kazungumzia, sijui makhawariji makitu gani, yote tutazungumzia ili afahamu. Haja yetu afahamu. Baada ya kufahamu, ana khiari yake, anataka kutukana moja tukane, kama Mwenyezi Mungu yupo anamsubiri na hesabu yake ataipata. Pengine leo hajui, kadhania kama yuko katika haki. Kwa hivyo sisi ni wajibu wetu kumweka katika kumfahamisha ukweli ukoje. Lakini baada ya kumfahamisha, kuna wengine wanafanya inda, maana yake kasema mafuta yeye alisema Sheikh Khalil muongo, akasema uongo. Haya, uongo gani? Akatoa beti ya Ibn Qayyim akasema hii haipo, alikuwa haipo. Mimi nikamthibitishia kama beti ilikuwepo katika kitabu, nikamtolea na imeandikwa na mwanachuoni thika mwenye kutegemewa aliyeishi zama moja na Ibn Qayyim katika mji mmoja, na Ibn Qayyim hakusema kama yeye kanzulia uongo. Mfahamiana, nikamtolea. Basi baadaye katika kitabu kingine bwana akaandika tukasema, na mufti wao anasema uongo, lakini Marai hakusema uongo gani. Kwa hivyo huyu mtu kama huyu, unajua huyu hataki haki, haja yake ni ushindani, haja yake ni kujiangamiza mwenyewe, muache na Mungu wake. Maana mtu kama hajui kadhania sivyo, masala nyingine kakosea, masala nyingine. Binadamu sote tunakosea, hakuna alikuwa hakosei. Lakini baada ya kubainishiwa kitu unazidi kusema huyu muongo. Uongo uko wapi mara hii? Hakusema mara hii uongo uko wapi, hakutoa tena, lakini kasema muongo tu. Lafudhi hii muongo inamtosha mtu kumweka katika moto. Kumwambia mtu muongo na si muongo inakutosha kuadhibu siku ya Kiyama. Kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba heshima za watu ni mashimo ya moto. Kwa hivyo hakisha anachokisema, si kwamba ukisema kwa ushabiki bwana. Ushabiki hautokufaa kitu. Unawacha hapo, unakwenda na maguo yako meupe. Usema kitu chenye faida kwa ikhlasi na kwa kutaka kuongoza watu. Kwa hivyo na sisi bwana tunakubainishia na tunakuonesha haki ni ipi na ukweli ni upi. Masala ya masahaba ni khilafu. Wewe mwenyewe kama ulikuwa unatumia akili, basi hukuwa na haja ta, sababu masahaba wenyewe iko wenyewe wameuana, wamepigana kwa uwana. Kuanzia Uthman bin Affan kazingirwa, akauliwa, kaja Abi Talib jeshi lake likagawika, na mote kuna madanganyo na mbwa na Harun, hakuna masahaba. Sahaba liko kwa, nitakuja kuonesheni baadaye, inakutosheni tu riwaya kadha wa kadha kwamba wale wakiitwa qurra watu Harun. Maqurra zama hizo manake ni wanavyuoni, na wanavyuoni walikuwa ni nani? Yani zamani walikuwa waiti fuqaha wala ulama wakitumia qurra. Kwa nini? Kwa sababu Waarabu wengi hawasomi, yani hawajui kusoma na kuandika. Kwa hivyo anatokea kwa mwanachuoni akasoma, anaitwa qari. Kwa hivyo wakaitwa qurra. Wale qurra yani wanavyuoni, na wanavyuoni walikuwa ni nani? Walikuwa wengi wao ni masahaba kwa Mtume sallallahu ambao walimwacha Ali mkono akaenda na Harwan, kwa sababu ambazo kama hizo tutakuja kuzieleza leo hapa si mahala pake. Na maulama kadha kadha wamethibitisha kwamba wale masahaba chungu nzima, wala sio ibadhi. Mfahamiane, kuna mambo mengi yanapotoshwa, watu wamekuwa haki hawajui, wamefanya haki ndio batil na batil ndio haki. Kichwa miguu na miguu ni kichwa. Lakini haki huwezi kuificha, yani hata ufanye vipi, wewe piga vita, andika mahali ya uongo, tunga yani, basi Mwenyezi Mungu anaweka sehemu ambazo kwamba utaweza kuifahamu ukitaka. أقول ما قد سمعتموه وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.